Umetuandalia nini kwenye fahamu mchezaji? Tunataka tuwajue wachezaji wetu kupitia wewe bwana. Bwana, kwanza leo kulikuwa kuna nasikia mambo ya kisiasa huko. Kuna mtu jana kateuliwa. Ndejembi bwana. Jina lake limepitishwa. Jina limewaka. Jina limewaka. Yani ulikuwa unasubiri uteuzi? Nilikuwa nasubiri uteuzi afu jina langu hata halijaonekana maskini. Alikuwa uko ziarani, kwa hiyo imemkuta yeye yuko Marekani. Alikuwa anaendelea na shughuli nyingine. Kumbe ndo huyo ambaye alikuwa Marekani. Ndio huyo. Anaendelea na kazi, jina huku limepita. Sasa kuna kitu nitakwambia baadaye, kuna kitu ambacho nilikisikia sehemu nikasema ngoja nikifuatilie. Naona utabiri umetimia. Haleluya. Utabiri umetimia. Niliusikia mahali. Kwa hiyo Nchimbi out, na vile vile ameondolewa katika uwanachama. Ameondolewa katika uwanachama wa CCM. Wamemngoa bwana, amevuliwa uwanachama. Na sababu ikitajwa kwamba ni amekiuka maadili ya chama. Kwa hiyo wamemfuta kabisa, sio mwanachama wa CCM. Sawa, sisi turejee kwenye soka na wanakuambia Dumbia bado anajifunza Kiswahili. Akijua Kiswahili ataanza kulijua na lango. Dumbia sasa bado anajifunza Kiswahili na akikijua Kiswahili ataanza kulijua na goli pia. Kulifunga vizuri, kwa sababu huyu Dumbia ambaye tunamzungumza leo, mchezaji wetu wa siku, alivyokuwa anakijua Kimali, alikuwa anatupia kweli kweli. Tatizo kumbe ni lugha inamchanganya Dumbia. Lugha gongana. Hasa Dumbia akishajua Kiswahili, ndugu zangu, inaweza likawa ni baraa jingine mjini. Tunasema baraa jipya mjini. Bwana Dumbia. Sawa, bwana, leo tunaenda kumzungumzia mchezaji Dumbia. Jana tumemzungumzia Albert Kangwanda kutokea pale Rwanda, Zambia, kutokea Zambia. Leo tupo na Ibrahim Dumbia, mchezaji ambaye anakipiga katika kikosi cha timu ya Simba Sports Club. Bwana, mmoja kati ya wachezaji ambao nimejaribu kupita kuangalia historia yake, hana historia ndefu. Yani historia yake sio kubwa sana. Kama wachezaji wengine unaweza ukaja hapo kazungumza historia kwa muda mrefu, lakini watu wengi walikuwa wanatamani kusikia Dumbia imekuwaje kutua wekundu wa Msimbazi Simba. Mbona kama wanaona kiwango chake hakiridhishi hivi, lakini yupo kwenye kikosi cha Simba. Niwaambie tu Steve Barker bado ana imani sana na Dumbia, moja kati ya nyota hatari kuwahi kutokea. Watu wanaweza kusema wewe mbona una masiara. Bwana, historia ya Dumbia ni mchezaji wa Simba kwa sasa, lakini ni mchezaji kutoka pale nchini Mali. Mali pale wanatokaga watu kweli kweli. Ni kwenye ligi kuu ya NBC kuna mchezaji mmoja kutoka Young Africans anafahamika kama Djigui Diarra, ni mali safi kutokea Mali. Pia Dumbia ni mali safi kutokea Mali pia. Huyu Dumbia ni mali safi pia kutokea pale Mali. Bwana Dumbia, jina lake la utani watu wanamuita Da. Ndio jina la utani hilo. Lingine hilo. Hivyo tu? Da. Sasa kwa hiyo ile ukishangaa Da, kumbe umemuita mtu. Umemuita Dumbia. Haya sasa. Safari yake ya soka, kwanza Dumbia ana umri wa miaka 19 tu pekee. Kwa hiyo watu walijua hilo pia. Dumbia bado ni kijana mdogo. Ana umri wa miaka 19, ni mtoto wa 2000. Kwa hiyo inabidi bado aendelee kupewa uangalizi mkubwa. Ni mshambuliaji raia wa Mali, lakini Dumbia safari yake ya soka alianza kucheza kwenye academy nchini kwao pale pale Mali. Na alicheza katika timu ya Saibadi Kayes. Hii ni timu ya vijana ya pale ambako yeye safari yake alianza, lakini pia alifanikiwa kupita katika kikosi cha Olympiako di Bamako ya pale pale nchini Mali. Dumbia. Dumbia pia ana historia ya kuhusishwa na timu kuelekea nchini Tunisia, ambayo timu hii ilikuwa inaitwa AC Soliman ya pale nchini Tunisia, ambako tetesi zilikuwa zinamuhusisha anaweza kwenda
nchini Tunisia. Lakini kabla ya kwenda huko Tunisia na kabla ya kujiunga na Simba, Doumbia safari yake ilikuwa hapa ambako ndiko mafanikio sasa ya Doumbia na sababu ya Doumbia kuja Simba Sports Club ilianzia hapa. Okay. Timu gani? AC California ya pale pale nchini Mali. AC California ambako Doumbia alicheza kwa mafanikio makubwa na kusababisha kutua wekundu wa Msimbazi Simba. Alifanikiwa kucheza michezo 24 katika kikosi hiki. Alifunga mabao 17, pasi za usaidizi 5 kwenye kikosi cha AC California na kuibuka mfungaji bora wa michuano au ligi ya pale nchini Mali, hivyo kumsababisha namba yake kuendelea kuimbwa na jina lake kuimbwa zaidi katika kikosi cha Mali. Hivyo Simba wakaona haja ya kutafuta striker. Ujue Simba walikuwa wanatafuta striker wa kuja kuingia kwenye mfumo moja kwa moja. Msimu uliopita pia Simba alikuwa na mastreka, lakini mastreka ambao walikuwa nao walikuwa hawajaingia kwenye mfumo moja kwa moja. Hivyo wakaona wana haja ya kumtafuta striker mwingine. Hivyo wakamfuata Doumbia, japokuwa kumekuwa na maneno mengi kwamba aliyomleta Doumbia haendi mbinguni na maneno mengine, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao msimu uliopita ameweza kufanya makubwa akiwa na kikosi cha AC California ya nchini Mali ambako alifanikiwa kufunga goli 17, alifanikiwa kutoa assist, pasi za usaidizi elekezi takriban 5. Lakini Doumbia pia kwenye makombe ya Mali alifanikiwa pia kutoa assist, alifanikiwa kufunga magoli 4. Aliongeza ni idadi ya magoli 4, na ukijumlisha na magoli ya kwenye ligi 17 plus 4, manake jumla ya mechi zake zote ambazo alikuwa amecheza msimu uliopita akiwa na kikosi cha pale AC California ya Mali alifanikiwa kufunga magoli 21. Okay. Ambako kwenye ligi kuu ya NBC pia ukija kuangalia msimu uliopita mtu ambaye alikuwa na goli nyingi alikuwa na goli 17. Kwa hiyo unaona pia alikuwa ni moja kati ya wachezaji, ukimlinganisha ligi ya Mali huwezi ukasema ina ushindani zaidi kama ligi ya Tanzania, lakini kwa upande wake kwenye kufunga magoli aliweza kufunga magoli mengi, ambako mtu aliyokuwa anamfuata walikuwa Diara wa pale pale Mali alikuwa na goli 14. Alikuwa amefanikiwa kumpita takriban goli magoli 3. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ambavyo Doumbia alikuwa ana uwezo mkubwa kwenye kufumania nyavu. Lakini Doumbia baada ya kufanya vizuri pale nchini Mali, Simba wakaona haja ya kutafuta striker ambaye anaweza akaja kukisaidia kikosi cha Simba. Ikumbukwe msimu jana Simba walikuwa bora katika maeneo mengi, lakini hawakuwa bora katika eneo la ushambuliaji. Walikuwa na mshambuliaji kama Jonathan Soa, ambaye Jonathan Soa pia baada ya utovu wa nidhamu alifanikiwa Simba walimsimamisha. Lakini pia tunashuhudia Simba walikuwa na Selemani Mwalimu Gomez. Ndio alikuwa striker ambaye pia wanamtegemea. Na Selemani Gomez alikuwa yupo kwa mkopo na alikuwa ana baadhi ya mechi alikuwa anacheza anafanya vizuri, japokuwa kuna baadhi ya mechi ambazo pia alikuwa haingii moja kwa moja kwenye mfumo wa kocha. Tukashuhudia kocha akijaribu kuanza na force number 9 ambaye ni Elie Mpanzu, kujaribu kuona namna gani ambavyo anaweza akasaidia timu kwenye eneo zima la ufungaji wa magoli. Lakini sasa tukaja kushuhudia baadaye Simba kaona ni wakati sahihi wa kwenda kumuongeza mchezaji mwingine ambaye anaenda kuwa eneo la mbele, kuwa na impact kubwa. Simba akajaribu kuangalia barani Afrika nani ambaye anaweza akaingia moja kwa moja kwenye mfumo. Kuja kuangalia kwenye idadi ya magoli, wakamwona Doumbia kutokea Mali, mtu safi kabisa, yupo kwenye mfumo. Goli 21 kwa msimu. Wakasema bwana nyie AC California kutokea Mali tunamhitaji huyu kijana Doumbia aje aitumikie kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo bwana kijana amekuja na kwenye ligi kuu mpaka sasa hana goli lolote ambalo wamefunga. Lakini michuano ambayo ilipigwa pale Kagame Rwanda alifanikiwa kufunga goli 2. Okay. Doumbia huyu yuko vizuri. Doumbia mimi namkubali. Hiyo bwana ni historia. Yaani ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi amepita timu kubwa moja pekee ya pale nchini kwao Mali. Lakini hapa Afrika tunaweza kusema amecheza timu senior 2, manake Mali na sasa hivi akiwa katika kikosi cha Simba. Kwa hiyo ni sio mchezaji mwenye historia kubwa kama jana Kangwanda ambavyo tulimzungumza. Amepita timu takriban 8. Amepita sijui Al Hilal Omdurman,
ukimwangalia ameenda Croatia, amecheza pale Lady Arrows ya nchini Zambia. Lakini Doumbia yeye tunamuona ametoka AC California moja kwa moja ametua mitaa ya Msimbazi jijini Dar es Salaam, na sasa anakitumikia kikosi cha Simba. Watu wanaweza kujiuliza vipi Doumbia sasa kwenye timu ya taifa bwana. Nimejaribu kupita hivi kuangalia Doumbia, labda timu ya taifa ameichezea, lakini sijaona jina lake kwenye timu ya taifa ya Mali ambako tukizungumza hivyo watu wanaweza wakamjua zaidi Djigui Diarra, screen protector, kama mchezaji kipa nambari 1 wa kikosi cha Mali, ambako pia Diarra tulimzungumza hapa, historia yake, naye amecheza timu 2 tu, cheza pale nchini kwao Mali, amekuja Yanga. Sasa hapa inaanza kunionyesha labda wachezaji wa Mali hawapiti timu nyingi sana. Inawezekana kwa historia ambavyo unaiona, kwa sababu Doumbia japo labda na umri wake unaweza ukawa ndio sababu, kwa sababu miaka 19 timu ukiona kapita timu nyingi pia inaweza ikawa tunajiuliza vipi mbona mdogo alafu matimu kibao kama hivi. Lakini kwa Doumbia kwa safari yake ya kiuchezaji unamuona kabisa na age yake inaweza ikawa sawa. Sasa sijajua kama msimu uliopita amefanikiwa kufunga ndani ya msimu mmoja magoli 19. Sijajua kwa nini mpaka sasa hivi amekuwa akistruggle katika kikosi cha Simba. Anashindwa kufumania nyavu. Nimewasikia mashabiki wa Simba wengi walikuwa wanasema Doumbia bwana tunamtetea, japokuwa tunaanza kushindwa sasa kumtetea kwa kile ambacho anashindwa kukionyesha zaidi, anashindwa kuonyesha uwezo wake zaidi. Lakini hayo ndio machache ya Doumbia, mchezaji wetu wa siku ya leo ambaye ameendelea kuwa anaimbwa zaidi kwenye midomo ya mashabiki wengi nchini Tanzania. Upande pinzani wakiwatania wenzao kwamba mmepata teka la magoli, lakini hawa wengine wakiwa na wenyewe wana imani naye bado kwamba anaweza kaja kutufanyia vizuri, lakini wengine wakiwa na imani Doumbia labda tumepigwa kwenye sajili zetu, Doumbia labda viongozi wamekosea kumleta Doumbia. Sasa tunasubiri kuona atafanya nini kama atapewa nafasi. Jana nimewasikia mashabiki wa Simba wakizungumza kwamba mechi ya leo tunasubiri Doumbia akaanze kazi yake rasmi kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Simba leo anacheza dhidi ya Coastal Union. Je, inaweza ikawa nafasi ya Doumbia kuweza kuanza kuandika magoli kwenye kikosi cha Simba? Akaanza kuhesabu magoli kama msimu uliopita akicheza AC California pale nchini Mali kwa kufikisha magoli 17 kwenye single season, msimu mmoja kwenye ligi kuu ya nchini Mali, kuwa mfungaji bora wa Mali. Anaweza akarudia jambo hilo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kuwa mfungaji bora. Tunasubiri kuona siku ya leo majira ya saa 1 pale katika uwanja wa Isamuyo kama anaweza akafanya hivyo Doumbia. Wanasema Doumbia bado anajifunza Kiswahili. Akishajua Kiswahili magoli atapata shida sana. Makipa wajiandae. Haya, sasa ndio mchezaji wa siku huyo. Daniel anasema Doumbia ni mchezaji mzuri. Kumbukeni Mayele alipokuja Tanzania Makambo alikuwa anaanza wana Simba, tuwe wapole. Haya, sasa nikipita na ujumbe wake, Feitoto anasema wakina Doumbia wako wengi sana area C Dodoma. We Feitoto una maana gani? Doumbia. Joseph anasema Yanga kesho saa ngapi? Yanga kesho anacheza saa 3 usiku KMC pale. Okay. Yes, saa 3 usiku. Mida mibovu. Ligi sasa hivi inachezwa kama Ulaya, watu wanasema ligi ya Bongo kama UEFA tu. Usiku wa 8 mechi zinachezwa. Na uzuri ni kama viwanja vyote wameweka mataa. Wamejitahidi, viwanja vimejitahidi kurekebishwa, japokuwa changamoto ikianza mvua sasa kunyesha. Kumekuwa na changamoto kubwa, lakini kwa sasa hivi tunaona hakuna yale malalamiko kwamba uwanja fulani unasumbua, uwanja sijui umefanyaje. Kila uwanja unaotazama mpira unatembea, wachezaji wana enjoy. Sasa hapa kwenye mvua hapa fungia viwanja sijui itaanza kama msimu uliopita, hatujajua, tusubiri. Sawa. Athmani anasema Simba bingwa NBC msimu huu hapa. Haya, asante Athmani. Steve umeuliza kwa nini Doumbia hafungi baada ya kujiunga na klabu ya Simba. Pengine tatizo ni pengine bado hajazoea mfumo wa kocha, labda kocha ambaye
yuko naye kwa wakati huu, mfumo anaotumia ni tofauti na kule alikotoka, au wachezaji wenzake hawampi na mipira ya kutosha. Anaipata. Unajua watu wanalalamika. Kuna baadhi ya mechi nilimsikia hadi msemaji wa Simba alikuwa anazungumza kwamba Dumbia tunamlaumu, kuna chance gani mechi ya Kariakoo Derby ambayo aliipata ya clear, tukasema Dumbia bwana ana matatizo, lakini watu wanaenda mbali zaidi. Kuna baadhi ya nafasi pia anatengenezewa, lakini pia impact yake uwanjani. Okay. Ujue Sharulile mfano tunatolea Shashaman pale Young Africans, kuna mipira alikuwa kuna mechi kama 2 ya kufunga, lakini walikuwa wanaangalia impact. Ana press kuanzia juu, unaona yani ni mchezaji ambaye uwanjani anakuwa active. Yani kuna mchezaji hakupi magoli kwenye mechi husika, lakini kuna kitu anakuonyesha. Mfano Fiston Kalala Mayele, sio kwamba kila mechi Yanga alikuwa anafunga, lakini alikuwa anaimbwa striker hatari. Na kwenye ligi kuu ya NBC sio kwamba alikuwa anafunga magoli mengi sana ya kwamba anawapita wenzie. Kuna kipindi alipitwa hadi na George Mpole, Fiston Mayele akiwa na Young Africans, lakini watu walikuwa wanamuimba kama nyota hatari kwa sababu alikuwa kwenye mechi za maamuzi anakuja kukuamria. Lakini pia kuna design ya uchezaji ambao alikuwa na uwezo wa kuucheza uwanjani na kupa kwamba yes, huyu ni mchezaji. Yani kuna mechi anaweza kaiamua, kuna mechi anaweza ka struggle akatoa hata assist. Uchezaji wake tu uwanjani ana impact, anawasumbua mabeki kushoto kulia, lakini hicho kitu ukioni kwa Dumbia. Yani Dumbia unaona hata wachezaji mabeki wanaocheza naye kama wanapata wepesi kwenye kucheza naye, huoni zile kashikashi. Hapa ndiko sababu watu wanakuja namuona bwana, mbona kama jamaa sio haleti kile tulichokuwa tunatarajia. Yani mbona kama huyu jamaa sasa, timu yetu ni kubwa sana, tunahitaji matokeo zaidi. Ndio maana kocha pia unamuona akijaribu kufanya force number 9 Mpanzu akacheze pale juu, anaweza kimbio yake ikawa inawasumbua mabeki, na Dumbia unamuona anatokea sababu kama striker nambari 9. Okay. Au pengine basi tuseme hajazoea ligi au hajazoea mfumo wa Tanzania. Mimi kwenye kuzoea ligi hapo huwa sipendi sana kuitumia kwa sababu au ndio mtoto hafundishwi kupeleka chakula mdomoni. Kama unaujua mpira, mimi naamini unaujua tu. Tunatolea tu mfano Albert Kangwanda. Hajataka sijui nijue ligi, nikae mwezi sijui nini, kaingia moja kwa moja kwenye mfumo. Tuangalie kina Libasi wamekuja katikati ya msimu, hata pre-season hajakaa, lakini amekuja kwenye Simba ameonyesha impact kwamba yes bwana, hao ni wachezaji. Wakina Luemba wamekuja moja kwa moja, ameingia kwenye mfumo, wameonyesha hao ni wachezaji, lakini impact yao. Mchezaji anakuja tena tuanze kumpa miezi 8, timu zenyewe zinahitaji ubingwa, zinahitaji nini? Bora angekuwa hata mchezaji mzawa, tunasema kijana wetu tunaendelee kumkuza international player. Mimi kwa wangu. Au pengine Steve ni ubora wa mwisho wa washambuliaji alafu tunamlaumu Dumbia. Sio ubora wa mwisho wa washambuliaji. Mimi huwa naamini hizi timu pia zikisajili wachezaji, hata zikikosea kwenye sajili hazitoki moja kwa moja zikasema huyu mchezaji tumekosea kumsajili, zitataka zimtetee. Lakini baada ya yule mchezaji kuondoka, baada ya kukaa kwa muda fulani, ndo wanakujaga hata wasemaji wanasema pale bwana hawa wasemaji wanakuja. Mfano Alikamwe jana alikuwa anahojiwa, mwaka jana alikuwa anaitetea timu yake, hii Yanga inacheza vizuri. Jana nashangaa anazungumza Alikamwe, anasema hao wenzetu msiendelee kuwabembeleza, waambieni ukweli, kwa sababu hata msimu uliopita sisi Yanga tulipitia hicho kipindi, timu yetu ilikuwa unga. Yani kuna kauli ambazo alikuwa anazungumza, anasema huyo mbona Alikamwe mwaka jana alikuwa ongei kwamba sasa hivi si timu yetu ni unga, alikuwa anaisifia, anaitetea. Baada ya kupata kikosi hiki sasa ndo anaanza kusema kumbe timu yetu mwaka jana ilikuwa unga. Kwa hiyo hata striker wanaweza hivi wakawa msemaji anasema Dumbia ni striker wa magoli, lakini kama atakuja striker mwingine wanaweza wakaja wakasema aisee, tulipitia wakati mgumu tulivyokuwa na Dumbia, sasa tumepata striker wa magoli. Kuna kipindi msemaji wa Simba alisema kuna striker mrefu kuliko lango, ikija tu likija tu alikuwa anasema tuna striker mrefu kuliko goli. Huyo bwana mipira ikija ya kichwa yote mwisho wa siku watu wakawa wanauliza yuko wapi huyo striker mrefu kuliko goli. Kila mechi watu waoni impact yoyote. Watu mashabiki sasa wanaanza kuja juu, bwana wewe. Kuna kipindi mashabiki wa Simba bwana walikuwa wanalaumu, wanamwambia Ahmed Ally ukija Mbagala tutakupiga. Yani wakaona kama msemaji anaongea vitu ambavyo washabiki wanakuwa na imani kubwa, mwisho wa siku mambo yanakuwa tofauti. Kwa hiyo bwana na wasemaji nao wapunguze
maneno mengi ya kuwasifia wachezaji. Matatizo yake, matokeo yake ndo haya sasa ya Dumbia. Ni kweli. Unamsifia mchezaji, mpira unakuja wa kichwa, unapiga na shingo. Watu wanasema pia tupunguze matarajio. Lakini sawa, wasemaji wanakuwa wanatuaminisha sana kiasi kwamba, yani unajua kadri maneno unavyoendelea kuyasikia mara kwa mara yanakujengea imani fulani hivi. Wewe, watu wamedai 5,500 zao, si X Factor. Bwana tunaleta X Factor. X Factor, watu mwisho wa siku wanaanza kupiga, bwana tunataka 5,000 zetu. Tumelizwa. Yani pia waangalie maneno ambayo wanazungumza wasemaji, wasiwagee sana matarajio viongozi. Alafu mashabiki matarajio yakafika mbali ambako sasa mashabiki baadaye wanarudi sasa kwa viongozi, bwana mlituahidi 1 2 3 vipi? Mbona kama mambo yanakuwa tofauti? Kwa hiyo makini bwana viongozi. Sawa, Daudi asante sana. Daniel anasema kama unaona Dumbia hafungi, na wewe kaingie ufunge kama unaona rahisi kufunga, kamalizia. Ndo kazi yake. Yani Simba amemsajili Dumbia kwa ajili ya kufunga. Yani yani wewe ni striker kwa ajili, wamemsajili Lushaine kwa ajili ya kuzuia. Yani kwamba wamemsajili kipa Kasali kwamba bwana Kasali fanya ufanyavyo, goli lisiingie. Ni sawa na wewe umesajiliwa kwa ajili ya kuchambua michezo. Yes. Ya Kasali msimu uliopita watu wanakumbuka alikuwa akipigwa mashuti ya mbali kamba, watu wakawa wanasema bora arudi Kamala. Yani Kasali vipi, alifungwa magoli kama 3 na mechi na Pamba. Magoli alifungwa ya mbali, yani Kasali zilikuwa ikipigwa wakitungua chuma ipo ndani. Watu wanajiuliza huyu Kasali vipi? Kwa hiyo kila mchezaji anachukuliwa na timu kwa impact kwa ajili ya kuleta matokeo. Kwa hiyo Dumbia hajaja pale kuzurura wala kutembea. Dumbia kaja moja kwa moja kwa ajili ya kuingia kwenye mfumo. Bwana tuangalie michezo ya leo bwana. Tumwache Dumbia watu. Sawa, Steve naomba nimalizie na ujumbe wake. Joseph anasema nani huyu? Daniel anasema Dumbia ana kitu cha kushangaza. Jafari Mugi asante. Don Mani anasema Simba anacheza saa ngapi? Simba leo saa 1. Saa 1. Haya sawa.